Je, wewe una tatizo la stresi? Mbinu 5 zitazokusaidia kuondosha tatizo hili. Maisha ya mwanadamu yamejaa changamoto ambazo siku hadi siku zinaharibu maisha yao. Changamoto hiyo ni kuwa na msongo wa mawazo wa muda mrefu. Hali hii hupelekea watu kukata tamaa ya kuishi, kuvunja mahusiano na watu na hata kuamua kujitoa uhai. Lakini jua tu msongo wa mawazo tunaushinda kwa mbinu zifuatazo. 1. Epuka kuwa mtumwa kwa watu. Achana na watu wanaokufanya kama remote control, yani wao ndio wanaokupangia kila jambo, ikiwemo ucheke au ukasirike. Hali hii ndio inayowafanya watu wawe na msongo wa mawazo wa muda mrefu. Mfano, mtu anapoamua kukasirika, basi na wewe huwa unawaza, kwa nini iwe mimi, nimefanya nini kwani? Na la pili, tafuta suluhisho lako unapofikwa na matatizo. Hii ni moja ya njia nzuri zitakazo kufanya uepukane na tatizo hili. Kumbuka chanzo cha msongo wa mawazo ni wewe kuwa na matatizo, kwa sababu unashindwa kutambua njia gani za kufanya ujikwamue na haya matatizo. Fanya hivi, unapokuwa na shida yoyote usiwaze hiyo shida, bali waza njia zipi nitumie ili ziniondokee. Na la tatu, endelea kufanya mazoezi mara kwa mara. Utafiti unaonesha kuwa kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, unaipa ubongo wako kazi nyingine, hali ambayo itapelekea kuondoa ule msongo wako wa mawazo. Unajua huwa ukikaa sana na mawazo, basi unashindwa hata kuwaza kitu chengine. Jaribu kuwa na tabia ya kufanya mazoezi mara kwa mara ili uondokane na tabia ya msongo wa mawazo. Na la 4, tafuta msaada kwa watu wengine. Kawaida kwenye maisha hupaswi kutoa siri zako kwa watu wengine, ila stress zinapozidi, basi tafuta mtu unayemwamini na umwelezee shida yako. Kitendo cha wewe kuongea lile tatizo linalokusibu, basi huwa na amani kwenye moyo wako. Mfano, ukimsimulia mtu shida yako, unaweza kutoa na wewe matatizo yako na afadhali kushinda yeye. Kitendo hichi kitakupa huru na moja kwa moja utapelekea kupunguza msongo wa mawazo. Na la 5 ambalo ndo la mwisho, jiambie maneno yenye nguvu na ari unapokataliwa. Asilimia kubwa ya watu huwa na hali hii baada ya kukataliwa, kwenye mahusiano na hata maofisini kwao. Usiwaze kama amekukataa, basi jua tu hajaiona thamani yako na hata utambua leo, ila baadaye atakuja jutia, ila sio kujuta wewe. Unaweza kujifunza nasi kwa kusubscribe channel yetu hapo ili uwe wa kwanza. Focus today, want to tomorrow. Bye.